Tumefanikiwa kukutana na mdogo wa pekee kabisa wa marehemu Salama. Ni mwanamuziki wa taarab ambaye amefariki tarehe 14 siku ya Jumanne. Tarehe 15 tumefanikiwa kumpumzisha kwenye nyumba yake ya milele, makaburi ya uzuri Manzese, hapo Sweet Corner. Tuko naye huyu hapa mdogo wake, anaitwa Salima Mjeuri. Tunamfahamu Salima Mjeuri, tunafahamu harakati zake, ni mtu wa watu, anajitoa sana kwenye majambo ya watu. Tunaona kwenye mitandao ya kijamii Salima Mjeuri kila kona. Leo hii wananchi wengi sana wamejitokeza katika kumfuta machozi juu ya kifo cha dada yake. Nataka utuambie chanzo hasa cha dada Salama kilikuwa ni nini? Dada Salama naweza kusema pia hajaugua, kusema kwamba kaugua ile kusema mpaka watu wamechoka kuuguza, kwa sababu Dada Salama mimi alinipigia, aliniambia dogo wangu nataka nifanye birthday. Akafanya birthday, nahitaji kumleta msanii Bayo. Nikamwambia sawa, mimi Bayo familia yangu, naongea naye, tutaweza kuongea naye. Akaniambia sawa. Tukawa tuna harakati za yeye kuja huku Dar kwa ajili ya kupanga shughuli. Lakini nikaa kama baada ya siku 3 akanipigia simu, akaniambia nimeumia. Umeumia wapi? Akaniambia kwamba kaumia kwenye mguu. Umeumia kwenye mguu, umefanyaje? Akaniambia ndugu wangu, nimejigonga tu na kijibao kidogo wakati narudi kazini. Nikamwambia unarudi kazini umejigonga? Akaniambia kama ni kijibao tu utakaa sawa. Lakini kiukweli kuanzia ile asubuhi alonipigia, akaja akanipigia siku ya pili yake, ule mguu ukawa kama unabadilika. Aliponitumia kwenye WhatsApp nikamwambia Dada Salama, mwanaambia umejigonga, mbona huu mguu uko hivi? Akaniambia ndio mdogo wangu. Mimi mwenyewe pia nashangaa, nilipojigongea ni kwingine na mguu unafanya malengelenge. Kwa hiyo kadri ya kila siku unavyozidi kwenda mguu uko unafanya mabadiliko. Kiukweli unafanya mabadiliko, yalikuwa sio mabadiliko ambayo yako taratibu, ni mabadiliko ambayo makubwa kabisa. Dadangu ajua ni mpole sana, kwa waga vitu vingi apendagi kuviweka wazi. Akaniambia tu Salma, usimwambie mama, unajua mama ana pressure, utamtia pressure. Lakini mimi nikatoka hapa Tanga, nikaenda Tanga tarehe 4, nakumbuka kwa mkia tarehe 5. Nikafika kule Dada Salama hali yake kule nilikuta sio nzuri. Ikabidi nimshirikishe na mama, tukamsafirisha mama kwa ajili ya kwenda kuangalia kidonda, maana alisema nifiche, lakini nikamwambia siwezi. Hata iweje mzazi hawezi kuchoka kuuguza, japo mwenyewe aliofia mama kwa sababu ana pressure. Kumbuka siku ile nilitoka kwenye shule ya dada yetu upande kwa baba, nikapigwa simu saa 10 narudi. Nakumbuka nilikuwa kwenye gari la Mtasha, mama akaniambia dada yako hali yake ni mbaya. Sukari imeshuka mpaka 1. Sikuweza kuvumilia, nikampigia mama, akaniambia tumelazwa, tuko hospitali ya private, tunaelekea hospitali ya mkoa ambayo ni Bombo, hospitali kubwa ya Tanga. Kaambia sawa, ngoja mimi nipande gari nije. Mama akaniambia hapana, baki, mimi nataka nifanye mpango mwanangu arudi Dar. Kwa hiyo ninarudi, uone kama utapata usumbufu. Kaambia hapana, siwezi kupata usumbufu, ni dada yangu. Siku ya pili tena nilipigia mwanema mdogo, mama hayuko sawa. Kiukweli sikuweza kuvumilia, sikuwa sawa pia, kwa sababu nakumbuka mpaka na dada zangu wakina Dora, marafiki zangu wakina Halima, wakina Asia wakaja kwangu Kinondoni kwa ajili ya kuni please ile siku yote, sababu kiukweli nilikuwa sina hali. Naumia kwa kulia, naumia simuoni dada yangu na yuko mbali. Ile siku ile saa 4 usiku nikapigiwa simu na Asia, akaniambia mama mdogo, mama hali yake mbaya. Asia ambaye ni mtoto pekee wa Salama. Ambaye ni mwana. Wewe anakuita sasa mama mdogo. Yeye alikuwa yuko Tanga, tulishamtanguliza akasema mama anajisikia vibaya.
Kwa nikatoka pale nikabeba tu pochi yangu na simu, nakumbuka nilichokikumbuka ni chaji tu basi. Sikubeba hata nguo, nikaondoka nikapanda abudi ya saa 4 usiku. Nikaingia Tanga saa 10 usiku. Nikafikia pale hospitali ya Bombo, nikaa niko nje na kusubiri utaratibu wa kuingia pale asubuhi. Nimefika kule asubuhi, nimeingia saa 12. Nimeambatana na mumewe na tuna ndugu yetu wa hiari anaitwa Aziza, yuko kule Tanga pia. Ni mtu ambaye mtu wa karibu sana na Dar es Salaam sana. Kama familia sasa tumekuwa. Basi nafika kule ya dada yangu, kiukweli haikuwa nzuri. Sukari wanasema ilipanda mpaka 4, ikafika baadaye ikaja 6. Ikabidi mimi nifanye mpango wa ambulance kuja kumwangalia hospitali kubwa ya Taifa Muhimbili. Tukatoka pale tukashirikiana na mumewe na kaka yetu mwingine askari, akatusaidia kule Tanga, tukatupata ambulance. Mume wake akatupatia ilikuwa kama 8,500. Tukapanda ambulance, Asia tukampandisha basi na mtoto mwingine ambaye alikuwa anamlea Dar es Salaam anaitwa Mo. Kweli tukafikia Muhimbili. Kama unavyojua hospitali wakampatia huduma. Tukajitahidi sana na hospitali Muhimbili mpaka walivyoturuhusu, ina maana kwamba waliona hali ya mgonjwa inaendelea vizuri, sidhani kama hali kama ni mbaya mtu asikuruhusu. Mefika tarehe 6 tukapewa ruksa pale ya mwezi wa 7. Kamchukua dada yangu na familia, kampeleka kwangu ambako ni Kinondoni studio hapo. Kwa hiyo naishi naye pale. Na kidonda tulikuwa tuna daktari ambaye anakuja pale anamsafisha kila siku. Alikuwa tu anaendelea vizuri kusema kweli. Kidonda kilikuwa kinamsumbua. Siku aliyozidiwa nilikaa naye Dar es Salaam mpaka saa 7 usiku. Wakaniambia kalale, mbona umekaa? Nikamwambia sina usingizi. Waga na tabia analala hivi, akishuka kinikuta mimi nimekaa macho ananiambia lala. Maana waga napenda mama usiku kumpumzisha kwa sababu usiku ya yale mchana na mimi nipumzike. Ilifika saa 8 akaniambia mdogo wangu mkojo umenibana. Kwa sababu ya mguu wake. Kidonda kilikuwa bado hakijakaa vizuri sana, kwa hiyo kusimama. Nilitoka nje nikamchukulia chombo cha kujisaidia, akajisaidia. Lakini wakati mimi niko nje, maana hapo kwangu kuna kama cold hivi natoka, kuna ishara ya ule ndege anaita mchana sanda suri. Nilisikia kule imepita ule ndege kalia. Mimi nikapiga astaghfirullah mara 3, kaingia ndani. Dada kanambia vipi? Mbona umechelewa sana? Kaambia hamna. Niingia ndani. Nimekaa tuko sebleni. Akaniambia niko na dada yangu mmoja anaitwa Majamali, maana mama alikuwa amelala. Akanambia njoo. Maana sikio kidogo mdomo ulikuwa kama mzito. Kanifanyia njoo. Nikaenda, kumwambia vipi dada? Unataka nini? Akanambia nje kuna watu. Nje kuna watu? Kuna watu. Kabidi mimi nitoke. Kafungua tena geti mara pili, nafungua mlango wangu wa sebleni, natoka mpaka nje ya geti, naangalia kuna watu. Nikarudi. Nikamwambia mbona hamna watu? Akacheka. Akasema wapo. Kiukweli roho yangu ilipaa kidogo. Nilichukua maji ya dua ambayo ni kombe, nikampaka mwilini, na kuna dawa nyingine ambayo nilimpaka pia mwilini. Nikamwasha TV nikamwekea dua. Baada ya kumwekea dua ili kusudi awe sawa, kwa akatulia, akaniambia lala. Kaambia wewe mbona ulali? Kaniambia mimi nalala. Kaambia na yule dadangu mwingine, lala hapo kwenye kiti, mimi nalala. Kweli Yasini inasomwa
kwenye TV, akapitwa na usingizi. Mimi nikatoka pale nikaingia chumbani chini kama hivi, ambako hapo nikipita hata kama akiwa amezidiwa mimi huwa nasikia anataka kulalaga mlangoni. Basi kweli nimepitwa na usingizi kidogo na kuja kushtuka saa 12 kumekucha. Atoka sebuleni na muangalia, namkuta kashaamka. Kageuka tu hivi, vipi? Kaambia umeamkaje? Umelala kidogo? Kaniambia nilala kidogo sana, lakini nimeamka. Kamwambia sawa. Basi nikaambia mama, kwa sababu mama naye alikuwa kashaamka, nimemkuta naye mama iko macho. Kaambia mama, huyu inabidi ale leo mapema ili apumzike, usiku anasema hajalala. Ila sikumwambia mama chochote kilichoendelea, maana ni mzazi, lazima ningemtia hofu. Dada yangu alijua tulichoambiwa. Kweli Asia kaamka, akapasha maji, mimi nikaamka natengeneza chakula chake, nimemaliza. Asia kamuogesha kama kawaida, uoga mtu yote huwa anamuogesha kati ya mimi, mama au mwanae. Mimi napika, Asia anamuogesha na mama. Amemaliza, mimi nikaa nampaka mafuta. Kamwambia Asia kuna dawa yake alipewa ya kunywa, akamwambia tumpe sasa dawa. Dada, unywe dawa ulale. Akasema dawa hii chungu. Alisema kusema dawa, alisema maziwa machungu, lakini ilikuwa si maziwa, ni dawa. Maziwa ya machungu, hiyo ilikuwa ni saa 2 kasoro. Maziwa machungu Kwa nini machungu? Machungu tu maziwa. Asia kama mwanae anamnyesha, kaambia kunywa bana. Mimi nikamwambia basi kama maziwa machungu, ngoja nikupe chakula. Akageuka tu hivi, ika jicho lake moja huko linatoka machozi. Akamwangalia Asia. Mama alikuwa amekaa kwa pembeni huko. Akageuka hivi, akanatoa machozi tena. Mimi nikamwambia Dar es Salaam nini, mbona unalia? Akasema tu mnanipenda. Mnanipenda sana. Kwa hiyo alisema hivyo hivyo tu, mnanipenda sana. Naonea huruma. Kama mimi nikafoka. Ngamba nishakwambia Dar es Salaam sipendi hizo kauli zako unazoziongea. Akasema kweli naongea mdogo wangu, unajua mwanipenda. Ngamba basi sawa, chakula hiki nikuwekee ule. Mimi nimekaa hivi nyuma mama yake hivi, mama naye kaimwekea kichwa hivi mguuni. Yaani tumekaa hivi close, mama yuko upande huko, mimi niko upande huko. Akawa tu kakaa hivi, mimi niko nyuma ya kichwa. Akana niangalia hivi huko, machozi yanatoka. Mama, nini mwanangu? Una nini? Salama. Mbona uniambie una nini mwanangu? Kageuka hivi anamwangalia mama analia. Kageuka anamwangalia mwanae analia. Ageuka hivi juu ananitazama mimi analia. Nikamwambia nikupe chakula, akasema nalala, nikiamka nitakula. Ile ndio ilikuwa kauli yake ya mwisho kwa kweli. Baada ya kuzungumza hivyo, manake hakuzungumza tena. Baada ya kuzungumza hivyo, nilikuwa nimemkalia kwa nyuma, kwa hiyo akarudi hivi, jicho tu lilikali linatoka machozi. Nikamsikia ghafla anakoroma. Mama, mbona mwanangu anakoroma? Nikamwambia mwanao ushamjua ndaka kutema hii dawa, kwa sababu alikuwa mara nyingi akila anatapika. Mama, mwanangu mbona anakoroma Salma? Nikamwambia mama sogea, uaga mimi na jikaza sana. Mama uaga kuna step uaga yani haziwezi akizidiwa mwanae. Dar es Salaam hajasema anaumwa sehemu fulani au kitu fulani kinaniuma. Kiukweli hali ilivyokuwa ile haiko nzuri, sababu na daktari private alikuwa anamtibia nyumbani. Nikampigia anaitwa Daktari Eliudi. Kaambia hello doctor, mama njoo mara moja Dar es Salaam. Na hisi atakuwa hana maji mwilini, hebu njoo. Lakini wakati huo nilijua kabisa dadangu hayupo na kashaondoka. Nilihisi hilo, nilijua hilo kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye hata kama yuko hoi sana, ni mtu ambaye unajua kabisa huyu yuko hoi, lakini kuna zile dalili anazokuonyesha za kibinadamu unajua. Lakini siku ya kuonyesha dalili yoyote.
alikuwa tu katabasamu, hajataka kutusumbua, hajataka kutufanyia tabu wala nini. Kalala. Mama akaanza kulia. Kuna mjomba wangu anaitwa Asu kule Kinondoni, nikampigia. Kamwambia mjomba, tafadhali katusaidia mambo mengi sio moja. Mimi kama mdogo wake nilijua kabisa kama dadangu kashafariki. Alipompima yule daktari, mimi wakati naangalia kile kipimo, yule daktari alikificha kile kipimo. Alikificha? Yeah, kwa sababu sukari mtu akipimwa kama malaria, natobolewa hivi kipimo kinasoma namba huko. Lakini kiukweli ilikuwa ni 0.0. Kwa baada ya kupima wewe ulivyotazama kwa haraka ukaona ni 0.0. Kwa maana kwamba huyu mtu hayuko hai. Alikuwa yuko hai. Daktari kanitazama usoni. Mimi nikamfanyia hivi. Akaniambia hali yake sio nzuri, inabidi aende hospitali. Wakati huo yule daktari hajawahi hata siku moja, dadangu akazidiwa akatuambia maneno. Nilishiwa nguvu, namtazama mama analia. Namtazama Asia mwanangu aloniachia Dar es Salaam. Pole. Nilijikaza sana. Nilipojikaza, na mjomba wangu Asu akafika pale. Kaja na gari, akamtoa Dar es Salaam mpaka anawekwa kwenye kiti, kanyamaza. Uoga kaida yake, hata ukimbeba vile analalamika tu mguu. Mwanitonesha naumia. Lakini sikio mpaka mguu unashikwa. Dar es Salaam hajalia. Mama akatoka tu nje akaenda kujitupa katikati ya barabara. Kaa analia, kajigaragaza. Nikamwambia mama, usimchulie dada, hajafa, huyu tunampeleka hospitali. Dada yangu amefariki saa 3 ya asubuhi. Kwa sababu niliangalia muda kwa ajili ya kumpa dawa. Kama alikuwa anakupa ishara vile kwamba mimi naondoka salima, kwa hiyo hiki kama nakuachia, kipi alikuachia? Pole sana, jikaze Salima, jikaze. Alhamdulillah bila alamin. Dadangu hajawahi kunionyesha dalili ya kifo hata siku moja kiukweli. Hajawahi kuonyesha dalili ya kukata tamaa hata mara moja. Hajawahi kuonyesha dalili kama mimi nakufa leo. Kwa sababu hata asubuhi alipoamka na nguvu zake na mpaka ananyamaza, ni mtu ambaye alikuwa anajua kabisa kama kawaida yake atalala alafu baadaye ataamka. Lakini ule usiku wakati anasema kuna watu wako nje au kuna watu wamekuja, wewe hisia hasa zilikuwa ni nini? Mimi nilichokihisi tu labda ni ugonjwa. Mgonjwa ajua anakuwa anapitia mambo mengi. Kwa sababu ukitazama hata kidonda chake kilikuwa kidogo ni kikubwa kiukweli. Ila sukari yake inaonekana iko kawaida, kwa sababu hadi mara mwisho daktari alituuliza, "Mmesema huyu ana kisukari, mbona sukari yake haiko level ya hiki kidonda? Kidonda ni kikubwa, sukari ni ya kawaida." Kwa hiyo kiukweli pole sana Salima. Hatimaye tumempumzisha kwenye nyumba yake ya milele tarehe 15 siku ya Jumatano. Ni majonzi, simanzi. Watu wengi sana wamekuitika Salima, wamefika, wamekuja kukufuta machozi. Neno la shukurani kwa watu ambao wamefika nyumbani kwa lengo la kukufuta machozi. Asanteni wote mliofika kwa ajili ya dada yangu. Rafiki zangu, asanteni kwa kampani yenu. Lakini pia bila kusahau watu wa Tanga, asanteni, mmetuitika sana zaidi ya sana. Dada yangu alikuwa kiukweli hajui kugombana na mtu. Nimelia sana. Kinachoniumiza ni mtu ambaye najua nikitoka chumbani namkuta sebuleni kwangu, kitoka nje najua narudi namkuta dada yangu, lakini nakupumzishwa ametoka. Bwana, ni majonzi, simanzi kweli kufuatia kifo cha Salama, mwanamuziki wa taarabu. Alikuwa kama mshauri wangu. Nimepigwa mimi wenzenu. Pole sana. Natamani labda ingekuwa hata figo labda nimtolee, nimpe. Salama ameondoka, lakini mlikuwa mna mtoto mnamlea pamoja. Sasa hivi yule mtoto yuko mikononi mwako, na maanisha Hasia. Umejipanga vipi na kujiandaa juu ya maisha yake sasa Hasia? Naomba Mwenyezi Mungu kiukweli, kwa sababu sikuwahi kufikiria
wala sikuwahi kutegemea kama iko siku dada yangu ataniachia mimi mtoto. Nilijua amenilea mimi yeye, tutamlea mwanae na pia tutamlea mama yetu na baba yetu. Sina cha kusema zaidi ya kusema tu alhamdulillah, mtihani ushanifikia na Mungu agampi mtu mtihani ambao hauwezi. Mpaka nimepewa na hisi tukaona mimi na uweza, ila kiukweli sitosahau dada yangu, ndio inaniuma sana na sijui kama nitaweza, ila naomba Mwenyezi Mungu anisaidie. Nitakachopata mwanangu nitamlea, maana hajaniachia tu ipo yule yuko Swaumu ambaye pia alikuwa ni mwanae na yupo pia mjukuu wake. Kiukweli tumeondokewa sisi kama familia, pia hata Tanga nzima. Ndio maana jana pia Costa 8 kutoka Tanga zimekuja, si wasanii bali ni mapenzi tu, vile alivyokuwa kiishi na watu. Alikuwa anaishi na watu vizuri. Alikuwa anaishi na watu vizuri, hajawahi kuwa na historia mbaya dada yangu. Hata hapa Manzese kakaa mpaka anaondoka Tanga, hajawahi kugombana na mtu, hajawahi kupishana na mtu kaule. Ni Salma Mjeuri huyo, mdogo kabisa wa Salama ambaye mwanamuziki wa taarabu nchini Tanzania. Kwa bahati mbaya tarehe 14 tumempoteza kufuatia maradhi ambayo alikuwa anamsumbua. Tunachotaka kukifanya ni kuendelea kumwombea kwa nyumba yake milele, dua zisikosekane na kuhakikisha kwamba tunafanya mazuri ili Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Amina. Uzuri TV kila siku kila wakati bado tupo kwa ajili yako.